kwa njia ya kizazi na damu, hata kama uombeeje. Ushakashangaa mtu anaombewa, leo ameombewa ameanguka, kesho ameanguka. Sasa mtumishi, tumezungusha sana katika makanisa yote, tumezungusha sana lakini bado afunguliwi. Hilo kutoka inasema nakukemea, toka kwa jina la Yesu. Ile tu umekemea kwa jina la Yesu, liko nyumbani limetulia, limepiga 4, kwa sababu linajua ile ni nyumba yake, iliingia kwa makubaliano. Ili uweze kulitoa mpaka tena na wewe ingie kwa makubaliano. Mkae mezani kwanza. Unajua kuna vita vingine vinaishaka mpaka makubaliano. I say hivi vita ishi. Mimi sio kwako na wewe sio kwako. Unampa mistari kwa kigezo hiki na hiki. Mpaka ujue shida ili kuache. Kuna zingine sio za kukemea, kukaa chini kwanza. Kukaa chini, kukiri na kukataa. Sema mimi kuanzia leo, ewe roho za mababu, najitengamanisha na ninyi. Maana siwajui, na hata kama nawajua tayari nimeingia katika agano lingine. Unakiri kwa kinywa chako, la sivyo utakemea, utaombewa, utazunguka. Na kuna wengine wanapata kufanya changamoto. Bwana asifiwe sana. Wanafanya changamoto katika kuvunja maagano haya, maagano ya damu na kizazi. Unashangaa baada ya kuvunja ndo nazidi kuongezeka. Shangaa mtumishi, yani baada ya yote ndo nizidi kupata shida sana. Hivi unavyoniona ni kwa sababu gani? Kwa sababu mlianza kuvunja bila kuwa na maarifa. Bwana asifiwe. Mfano, katika maagano haya wengi tumekuwa tukitumia sadaka ya kujitenga na maagano haya ili kuweza kushibisha ile toba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa unavyotaka kushibisha ile toba au kujitenga na maagano haya, wengi wako wanakimbia kujitenga na kutoa sadaka kwa ajili ya kujitenga na maagano haya, angali bado madhabahu ya Yesu haijasimama. Hawajasimamisha madhabahu ya Yesu. Kwa hiyo wanajikuta akitoa sadaka ya kujitenga, baada ziwaishie shida ndo zinaongezeka, kwa sababu shetani anatuma wajumbe wako wakaichukua ile sadaka ili kapate kumsaidia, kwa sababu wewe umeenda kuvunja kitu ambacho bado hujasimamisha madhabahu ya Yesu ndani mwako. Unajikuta mtumishi, nimefanya vyote. Nimefanya vyote mtumishi. Kwa nini? Sijui mtumishi, kwa sababu hujasimamisha kwanza madhabahu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hizi ndizo agano za damu na kizazi zinafanya kazi. Kwa wachawi wenyewe ndio maana wanazidi kutawala, wanajidai tu. Wanakemea, kukemea kwa jina la Yesu. Hakuna uchawi wala yeye ametuliaga tu, maana najua asema na kukupigia. Bwana asifiwe sana. Hivi hujawahi kuona mtu anapiga risasi hivi? Anapiga risasi kumbe adui yuko hata hapa amejificha kwenye kona. Mpaka ulenge shabaha yenyewe ndio umuoe adui. Haya kurupuka. Nipige wachawi, nipige majini, nipige kuzimu, labda naweza nikabahatisha. Hizo ni za kubahatisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtume Paulo anasema, ninapopigana sipigani nimefumba macho, napiga kweli kweli. Unapiga kweli kweli. Unajua unapiga kitu gani? Unakifahamu. Bwana asifiwe sana. Unahakikisha unapiga kweli ili upate kuvunja. Agano la pili, haya maagano yanazidi kuwatesa watu. Iwe ni katika kanisa, iwe ni nje ya kanisa, ndivyo yalivyo. Nasema kwamba mtu anaweza kutoa sadaka ya kujitenga kisha zikaongezeka. Ndio. Kwa sababu hajasimamisha madhabahu ya Yesu kwanza ndani yake. Ndio. Hebu ufafanua hapo. Mtu anaweza kawa anajiuliza, nitasimamishaje hiyo madhabahu ili niweze kuachiwa mtu na nipate nguvu za kutoa sadaka. Bwana asifiwe sana. Sadaka ya kujitenganisha katika agano hili ni ya muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kwanza unabidi usimamishe madhabahu ya Yesu. Nikisema kusimamisha madhabahu ya Yesu, kwanza umkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa ukasema, mtumishi, mbona mimi nipo katika kanisa la kirokole? Swala kuwa katika kanisa la kirokole
na kumkubali Yesu Kristo kuwa na mwokozi wa maisha yako ni vitu viwili tofauti. Ila kuwa kwenye kanisa la kiroho ni njia au ni ishara inayoonyesha umemkubali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utasimamishaje madhabahu ya Bwana? Kumkubali katika kila jambo, kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, na kulikubali neno lake litakalo kuja mbele zako, na kuliweka ndani neno lake. Bwana asifiwe sana. Na kuyafuata mapenzi yake. Hapo ndipo unasimamisha madhabahu ya Yesu Kristo ndani mwako. Mapenzi yake ni yapi? Mapenzi na amri zake alizozitoa. Kudumu katika maombi, unazidi kuisimamisha madhabahu ya Bwana. Katika utakatifu, unazidi kuisimamisha madhabahu ya Yesu. Katika utoaji, unazisimamisha madhabahu ya Yesu. Katika kujitoa, katika kila aina, unazidi kuisimamisha madhabahu ya Yesu. Hapo ukisha kubali na kutii na kukiri, ndipo Yesu mwenyewe anakuja kuyatetea maisha yako, maadamu umesimamisha madhabahu yake. Bwana asifiwe sana. Hapo ukitoa sadaka ya kujitenga, inaenda kufanya kazi, maana umetoa katika madhabahu ya ile iliyoko ndani mwako, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na madhabahu na sadaka ambayo ya kujitenga ambayo inafanyika ili kufarakanisha ile madhabahu ya kipepo na madhabahu ya kipepo na kukuunganisha. Yaani kama inafarakanisha tu tendo la imani la kimwili. Bwana asifiwe sana. Imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo sio kwamba kinachokutenganisha ni sadaka. Hilo ni tendo la imani. Ile kinachokutenganisha ni madhabahu ya Yesu kwa damu yake mwenyewe inakutakasa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na sadaka ile unayoitoa ya kukutenganisha na maagano ya kizazi na shida ulizonazo, inaungamanishwa na damu ya Yesu ili kanene katika kiti cha enzi. Sadaka inanena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Umeelewa hapo? Umeelewa? Bwana asifiwe sana. Sasa agano la pili ni agano la kiroho kwa ndoto. Agano la kiroho. Ukija kuuliza hivi, kwa nini ndoa yako haina amani? Watu wameingia maagano kwa njia za ndoto bila kufahamu. Bwana asifiwe sana. Kuna mama mmoja huku, mama wangu mmoja alikuwa ananipigia simu akaniambia binti yake ameachana na mume wake. Walikuwa wanapendana sana. Ile kija kufuatilia ni kwamba yule binti alianza kuota ndoto. Bwana asifiwe sana. Alianza kuota ndoto. Kuna agano za kichawi, wachawi wanaingia maagano na watu hapa kwa aina ya ndoto. Unashangaa shida imetoka kwa aina ya ndoto, wameingia na wewe maagano ya kichawi. Ndio ile mtu unalala, unajikuta unakula unalisho chakula. Unakula. Changamka haraka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Au unalala, unaamka, unakuta unashiriki tendo la ndoa. Nataka niwaambie ambao wako kwenye ndoa na ambao bado wako kwenye ndoa. Kuna wengine ambao wako kwenye ndoa wanajikuta tayari wana ndoa bila kujijua. Na ambao wako kwenye ndoa wanajikuta wana ndoa mbili bila wao kufanya. Na ndio maana wanajikuta mnagombana. Kwa sababu kilala mtu anakuta anashiriki tendo la ndoa na mume wake kwenye ndoto, angali mume wake anaye pale. Hiyo si kweli. Ukiona hivyo shughulika mapema, la sivyo utapoteza ndoa yako. Kuna roho zinaitwa husband spirit, roho mume na roho mke. Watu wameingia maagano kwa njia ya ndoto. Kwa njia hivi, nataka nikwambie, Suleiman alipokutana na Mungu akamuuliza, nikupe nini? Ni katika nini? Si ndoto. Si katika ndoto ndio ameingia maagano na Bwana. Hata kina Ibrahimu ni katika ndoto. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna watu hapa wanadharau ndoto na maono. Anasema nimeota hivi, anadharau. Nimeota nakimbizwa. Nimeota naanguka kwenye shimo. Hapo anadharau. Nataka nikwambie jambo moja, kama mfalme Nebukadreza alitaka ateketeze watu, auwe wachawi wote, waganga wote wenye akili kwa ajili ya ndoto. Wewe leo unadharau ndoto. Unadharau maono.
Unavyoona ndio ulivyo. Kama unafukuzwa kwenye ukilala ukiona unafukuzwa ndivyo ulivyo. Mtumishi, najiona nimezungukwa na majoka, ndivyo ulivyo. Maagano kwa njia ya ndoto. Sasa watu wengi hapa wanadharau ndoto na maono. Ndio maana maisha yao hayaachi. Sio kama Roho Mtakatifu ndio ile Bwana anasema wana macho lakini hawaoni. Bwana asifiwe sana. Sio kwamba watu hawaelewi, wanaelewa. Kwa njia ya ndoto wachawi wanazidi kuwatesa watu. Na mtu unakuta umeingia kwenye maagano bila kufahamu. Bwana asifiwe sana. Njia nyingine ambayo wachawi wanazidi kuwatesa watu na waganga ni agano la ndio kwa maneno, ndio kwa maneno, ndio kwa maneno, ndio. Yaani andika agano la ndio kwa maneno. Sikiliza, kuna wengine hapa mnapitia changamoto ni kwa sababu mmetamkaga ndio kwa mabibi zenu. Kwa ile ndio nazidi kuvuta. Ndio kwa sababu likubali bila kujua. Nataka nikwambie siri moja kwamba unaoona wachawi wengi au kutaka kuwa wachawi, ila walianza kwenda kwa waganga. Bwana sasa, utofauti kati ya uchawi na uganga ni kwamba mchawi ni mtu ambaye anafanya kwa asili, ila mganga ni uchawi ambao unafanyika kwa hadharani. Bwana asifiwe. Kwa mtu ukianza kwenda kwa mganga, anakupeleka kwenye uchawi. Ndio utaanza siku ya kwanza umeenda, anakuambia nenda uende kinyume nyuma hadi nyumbani kwa mambo ya kukubali, anasema uligeuka. Nilikutana naye anasema anakupa amri kubwa, anasema sasa ili tuweze kuvunja hivyo kuna adhabu kubwa utaipata. Njoo kesho saa 4 usiku. Nikutanisha na wakubwa. Ndio nakutanisha na kilinge chenyewe. Bwana asifiwe. Hapo unakuwa uwezo ukatoka kwa sababu tayari umeshakubali. Bwana asifiwe. Sio kama unaoona wote ni wachawi walipenda kuwa wachawi. Walianzaga hivyo hivyo. Ndio. Kitabu cha Misali 18:21 anasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Ukiwa makini kwenye ulimi wako. Bwana asifiwe sana. Unajikuta kwa nini pengine maisha yako hayaachi kwa sababu wewe namna unavyosema. Kwa makini na namna unavyosema, unajikuta umeingia kwenye maagano bila kujua. Bwana asifiwe sana. Agano lingine ni agano kupitia vitu. Hapa naomba vijana mwe makini sana hapa. Agano kupitia nini? Kupitia pete, kupitia ilizi, kupitia nguo, kupitia vitu vya mapambo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Vitu unavinunua, je, umevidhibitisha? Umevidhibitisha?